Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wasikilizaji wangu na watazamaji wangu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa neema siku ya leo ili niweze kusema nanyi tena. Popote pale mnaposikia sauti hii, basi Mungu amekusudia kusema na wewe. Imekupasa tu utege sikio lako na kisha Mungu azungumze na wewe. Basi leo tutakuwa na somo ambalo lenye kichwa cha somo kinachosema ya kwamba muamuru shetani atapike haki zako mwaka huu. Muamuru shetani atapike haki zako mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunajifunza hili somo? Kwa sababu shetani ni adui yetu. Na kwa sababu shetani ni adui yetu, kuna vitu vingi vya kwetu ambavyo tulivyokuwa tumemilikishwa na Mungu. Shetani alipotupa duniani alivichukua vikawa kama mali yake. Maana yake alivifanya kuwa mali yake, akajimilikisha. Sasa alipokuwa amejimilikisha kama mali yake, ndio maana unasikiaga msemo siku hizi watu wanasema ukitaka kufanikiwa nenda kwa mganga wa kienyeji, kwa sababu yeye atakupa nyota ya kufanikiwa, atakupa dawa utafanikiwa. Ukitaka kufanya biashara nenda kwa mganga fulani, atakupa dawa ya biashara, atakupa dawa na utaweka kwenye biashara zako, kwenye duka lako, katika maeneo mbalimbali ambayo unafanyia kazi. Mwisho wa siku utakuwa unafanikiwa. Kwa hivyo watu wakazoea hivyo, kwa sababu kwamba shetani alipotupa duniani alijimilikisha vile vitu ambavyo havikuwa haki yake, vilikuwa ni haki za wanadamu. Lakini alipotupa duniani alijimilikisha. Baada ya kujimilikisha ikaonekana kuwa ni mali zake. Na ndio maana ukisoma hata kitabu cha Luka sura ya 4, maandiko matakatifu yanasema Yesu akapandishwa na Roho nyikani kule mlimani ili kusudi apate kujaribiwa na Ibilisi. Anasema mjaribu alipomjia alimwambia akasema, ikiwa wewe ndio mwana wa Mungu liamuru ili jiwe liwe mkate. Naye Yesu akamjibu tena kwa maandiko, na baadaye akasema kwamba kama ukianguka na kunisujudia, basi nitakupa miliki zote hizo katika uso wa nchi. Unaona? Kwa hiyo shetani alipotupa duniani alitaka kufanya kwamba vitu vyote vilivyo chini ya jua viko kwenye mikono yake. Akasahau kwamba yupo aliyeviumba na kuviweka chini ya jua, ambaye ni Mungu mkuu na muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Unaona? Kwa hiyo sasa shetani alipokuja duniani akajitwalia vile vitu. Maandiko yanasema kitabu cha Yohana 10:10 kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Lakini Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe na tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe shetani ni mwizi. Alipofika duniani akaiba mali zote zilizokuwa za kwetu, akajimilikisha vitu vyetu ambavyo ni haki zetu za msingi na za muhimu kabisa, ambazo Mungu aliziweka kwa ajili yetu. Sasa shetani alipojimilikisha zile mali, basi akazifanya ziwe mali zake. Na kwa sababu kipindi hicho tayari tulikuwa tumeingizwa kwenye mfumo wa kishetani, baada ya kuwa tumemsikiliza kule katika bustani ya Edeni kwa kupitia Adam na Hawa. Sasa hapo akawa amejitwalia umiliki wote wa vitu vilivyokuwa chini yetu vikawa mali yake. Alipokuwa amefanya vile, basi ndipo akaonekana kwamba yeye ni Mungu wa dunia, kama vile maandiko yanatamka kwamba Mungu wa dunia hii ameupofusha wanadamu macho wasione. Kwa hiyo ambaye ni shetani huyo. Sasa basi leo tunakuja kujifunza kwamba muamuru huyu shetani arudishe mali zako mwaka huu, arudishe haki zako mwaka huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana mali yoyote chini ya jua shetani. Hana kitu chochote chini ya jua Ibilisi. Hakuna chochote alichokitengeneza, hakuna chochote alichokiumba. Vyote hivi vilivyo duniani alikuja akavikuta. Unaona? Kwa sababu Mungu wakati alituumba alikuwa ameshatuandalia mazingira. Kila kitu tulicho nacho chini ya jua kilikuwa tayari kimeshatengenezwa na kilishawekwa na Mungu kwa ajili yetu sisi. Na shetani kipindi hicho, kumbuka, alikuwa katika ufalme wa kiungu kule, kipindi ambacho bado hajamsaliti Yesu, kipindi ambacho bado hajamsaliti Mungu, kipindi ambacho hajaamua kumpinga Mungu na kuamua kujitafutia ufalme wake. Alikuwa huko kwenye enzi ya Mungu huko, lakini hakuwepo katika ulimwengu wa dunia hii kujimilikisha mali hizo. Kwa hiyo Mungu alipotuumba sisi akaumba wanadamu, alikuwa ameshatengeneza
alitutengenezea vitu hivi, wanyama, kuku, vitu vyote vilivyomo ambavyo tunavyoviona vilikuwa ni miliki yetu. Maana yake tulikuwa tumemilikishwa na Mungu, na ndio maana Mungu alipotuumba alisema kwamba akatuweka katika bustani Eden, yani kwa kupitia Adam na Hawa tukaanzia katika bustani Eden ili tuweze kuilima na kuitunza. Unaona? Sasa unaangalia kwamba vitu hivi vilikuwa ni miliki yetu. Akasema kwamba kila kitu kiendacho juu ya uso wa nchi kitakuwa chakula chenu. Mazao, matunda yote ya miti, wanyama wote wa miti na kila kitu. Maana yake tulipewa, maandiko yanasema tulipewa. Anasema hivyo vyote nimewapeni kuwa chakula chenu. Kitabu cha Mwanzo ukisoma kinaonyesha mambo kama hayo. Kwa hiyo tukawa tumemilikishwa na Mungu, akawa ameviweka vyote chini yetu tuvitawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, Shetani alipokuja duniani baada ya kumwasi Mungu kule katika ufalme wa kiungu, basi akatupa katika dunia hii. Alipotupa katika hii dunia, akaja akajimilikisha vitu vyote vilivyo chini ya jua kana kwamba ni mali zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipozifanya kuwa mali zake, basi ndipo akaonekana kwamba kila mwanadamu ambaye anahitaji kufanikiwa, basi lazima mtafute. Akihitaji mtu kufanikiwa aende kwa mganga, akihitaji mtu kufanikiwa aende kwa mganga, akitaka kuchimba madini aende kwa mganga, akitaka kufanikiwa aende kwa mganga, akitaka kufanya biashara aende kwa mganga, akitaka kulima shamba aende kwa mganga, akitaka kununua gari aende kwa mganga. Sasa kwa hiyo watu wakazoea hivyo kwamba ni kweli hizi mali ziko kwenye mikono ya Shetani, lakini kumbe mali hizi zote sio mali yake wala sio miliki yake, isipokuwa zilikuwa ni za kwetu na mpaka sasa ni za kwetu. Kwa hiyo kwa sababu alizichukua kibabe, yani alichukua kibabe kwa sababu wakati wanadamu walikuwa wamekuwa mbali na Mungu, kwa sababu walipomwasi Mungu, Mungu aliwaacha wanadamu hawa wakatembea wenyewe, wakawa hawana Mungu tena. Ule upako na nguvu na umiliki wote wakawa hawana tena, kwa sababu tayari walikuwa wameshamwacha Mungu. Na hivyo vitu vikabaki hewani katika hakuna mmiliki katika dunia. Unaona, akabaki ni Mungu na miliki zake peke yake na malaika, lakini wanadamu walikuwa wamenyang'anywa kila kitu. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hilo basi ndipo Shetani aliona kwamba haya mali yote yako duniani na vitu vyote vilivyo duniani vimekosa mmiliki, basi akajitwalia vikawa mikononi mwake. Na hivyo Mungu alivyokuwa sasa amemaliza kumtoa mwanadamu katika ile bustani, akamtoa nje, ndipo akamwambia nenda sasa uweze kula hivyo vilivyopo katika uso wa nchi ambavyo niliviweka kwenye mikono yako, nenda ukajimilikishe huko. Lakini tayari wakati anajimilikisha, tayari Shetani alishatangulia, yuko chini ya ardhi, tayari ameshaanza kujimilikisha baadhi ya vitu. Sasa ndipo inaonekana kwamba mambo jinsi yalivyo, kwamba Shetani akaonekana kwamba ndiye Mungu wa dunia na ndio mmiliki wa vitu vyote. Na ndio maana watu leo, kila mtu anapotaka kufanikiwa anasema anaenda kwa mganga, kwa sababu mganga si wa Mungu, mganga ni wa Shetani, mganga ni agent wa Shetani, mganga si mtumishi wa Mungu. Na hivyo ukienda kwa mganga, maana yake unataka kumiliki vitu kutoka kwa Shetani. Maana yake unataka kupata utajiri au unataka kufanikiwa kutoka kwenye mikono ya Shetani. Sasa hapo si kwenye mikono ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umeshaambiwa Shetani ni mmiliki wa vitu vyote duniani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa leo tunakwenda kusoma kitabu cha Ayubu sura 20 na ule mstari wa 15, lakini pia tutasoma kitabu cha Mathayo sura 27 na ule mstari wa 3 hadi wa 4. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Maandiko matakatifu yanasema hivi, ule mstari wa 15. Amemeza mali naye atayatapika, tena Mungu atayatoa tumboni mwake. Nitarudia. Anasema amemeza mali. Amemeza mali naye atayatapika, tena Mungu atayatoa tumboni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni kitabu cha Ayubu sura ya 20. Manake kitabu cha Ayubu hapa, huyu mtu anayezungumza katika kitabu cha Ayubu, huyu anaitwa Sofari Mnamas. Katika kitabu cha Ayubu kimeandikwa na watu kama 4. Unaona, marafiki zake na Ayubu, yeye mwenyewe akiwa 5. Maana yake watu kama 4 wako huko. Unaona, sasa walikuwa ni sasa hapa anazungumza Sofari Mnamas ambaye ni rafiki yake na Ayubu. Sasa anajaribu kumwambia kwamba Shetani huyu ni adui yetu. Alishameza mali zetu. Ameshameza vitu vyetu. Kuna vitu ambavyo tulimilikishwa na Mungu, vikawa chini ya utawala wetu, vikawa viko chini ya nyayo zetu,
vikawa viko kwenye mikono yetu kufanya tupendavyo. Lakini shetani alipotokea duniani, alikuja akatoa vile vitu, akajimilikisha kama mali zake. Na ndiposa basi tumekuwa katika hali ya umaskini na hali ya uteka, kwa sababu tayari vitu vyetu vilishamezwa na adui. Mali zetu zilichukuliwa na shetani, haki zetu zikachukuliwa na ibilisi, kwa sababu shetani alipokuwa amekuja duniani, maandiko anasema alipokuwa amekuja duniani akatupa huko kwa sababu ya dhambi zake, kwenda katika kila maeneo, akadhani kwamba ni ya kwake sasa aitawale dunia. Basi akawa amechukua kila kitu na kujimilikisha yeye. Basi maandiko anasema amemeza mali. Unaona, amemeza mali, naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa ninachokuambia kwamba somo linasema kwamba muamuru shetani atapike haki zako. Atapike haki zako mwaka huu. Kwa sababu kumbe unatakiwa kuelewa kwamba vitu vyote ambavyo viko chini ya jua viko chini ya utawala wa mwanadamu, baada ya kwamba Mungu alimmilikisha. Fedha ni mali yetu. Maandiko anasema kitabu cha Hagai 1:8 kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Unaona, lakini shetani alipokuja duniani akasema kwamba dhahabu ni zake. Na ndio maana hata wachawi, hata watu wanapokwenda kuchimba madini wanaenda kwa waganga. Lakini mali na dhahabu ni mali ya Bwana, fedha zote ni mali ya Bwana, wanyama ni mali ya Bwana, kila kitu ni mali ya Bwana vilivyopo duniani. Lakini shetani akafanya kuwa mali zake. Na hivyo kila mtu anayetaka kuvipata hivyo vitu, basi aende kwa mganga. Akienda kwa mganga, manaka anaunganishwa na ufalme wa giza ili kuweza kupata uwezo wa kumiliki dhahabu au wa kumiliki utajiri unaotokana na shetani au ule utajiri uliopo duniani. Kwa hiyo maandiko yanasema amemeza mali, naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Kwa hiyo ninakuomba katika jina la Bwana, vitu vyote ambavyo viko chini ya jua, ewe mwanadamu, kwamba ni miliki yako wewe. Fedha na dhahabu ni miliki yako pasipo masharti, kwa sababu sisi tulipewa na Mungu. Masharti ya kumiliki dhahabu yalitoka wapi? Masharti ya kumiliki fedha yalitoka wapi? Sisi kwa maskini, umaskini ulitoka wapi? Kwa nini tuwe maskini na wakati Mungu ni tajiri? Na vitu vyote vilivyopo duniani Mungu alitupa kwa vya kwetu na viwe chini ya utawala wetu. Watu hatuna ng'ombe, watu hatuna mbuzi, watu hatuna fedha, watu hatuna mashamba, watu hatuna familia, kwa sababu kwamba eti shetani amechukua, amemeza, vimekuwa mali yake, na wakati sio mali yake. Maandiko yanasema kwamba amemeza mali yetu, lakini atayatapika kutoka tumboni mwake. Bwana atayatoa tena katika jina la Yesu. Leo ninakuambia mwanadamu, usikubali shetani amiliki haki zako. Usikubali shetani atawale vitu vyako. Dunia hii ni ya Mungu na vitu vyote vilivyomo ni vya Mungu, lakini mimi shetani huwa namtoa kwenye vitu vya Mungu. Nasema yeye shetani ni adui wa Mungu, na kwa sababu alimkataa Mungu, basi mimi nasema si wa Mungu. Huwa namtenga, kwa sababu kama angekuwa Mungu angefanya mapenzi ya Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba kwa kuwa walio wangu huyafanya mapenzi yangu, na kwa kuwa walio wangu huisikia sauti yangu. Kondoo walio wangu huisikia sauti yangu na kunifuata. Kwa hiyo kama shetani alikataa kuisikia sauti ya Mungu, basi sio wa Mungu, na kwa sababu si wa Mungu anafanya uharibifu kati yetu na sisi na Mungu. Anatuchanganisha na Mungu, anachukua vitu vyetu, anachukua mali zetu, anachukua fedha zetu, anachukua afya zetu, kila kitu ambacho tuko nacho chini ya jua amejimilikisha kama mali zake. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, muamuru leo shetani arudishe mali zako. Muamuru shetani aachilie haki zako. Muamuru shetani atapike mali zako, atapike fedha yako, atapike afya yako, atapike watoto wako, atapike mali zako, atapike fedha zako, atapike utajiri, atapike dhahabu, atapike kila kitu alichokimeza na kukifanya kuwa mali yake. Kwa jina la Yesu, muamuru leo shetani aachilie kabisa, atapike vitu vyote alivyovimeza, atapike pesa alizomeza, atapike fedha zako alizochukua, atapike utajiri wako aliyomeza, atapike fedha aliyochukua, atapike dhahabu aliyochukua, atapike afya yako aliyomeza, atapike kila kitu ambacho amechukua ambavyo ni miliki yako. Muamuru katika jina la Yesu. Maandiko yanasema muamuru shetani huyu leo atayatapika kabisa, maana anasema hivi katika kitabu cha Yakobo kwamba mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Basi nataka nikwambie leo, simama kiume, umwambie shetani kwamba tapika haki zangu, mali zangu nilizokamata, ndoa yangu
uliokamata, watoto wangu uliokamata, mashamba yangu uliomeza, vitu vyangu ulivyomeza, watoto wangu uliomeza na vitu vyangu ulivyo, manake amevimeza, manake amefanya kuwa miliki yake, anawaendesha katika vitu ambavyo sio sahihi. Manake watoto wako amewameza kwa njia gani? Amewameza kwa sababu amewatawala, amewafundisha kutembea katika njia isiyo sahihi, amewapotosha, amewafanya waishi katika maisha ambayo sio mapenzi ya Mungu. Manake hapo amewatawala, amewameza, anawaongoza katika ulevi, amewaongoza katika uzinzi, ameongoza katika uasherati, ameongoza katika utapeli, ameongoza katika mambo mbalimbali ambayo sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo amana, baada ya kuwameza, amewatawala, amewamiliki. Kwa hiyo wako chini ya nyayo zake. Kwa jina la Yesu mwamuru leo achilie kabisa, atapike vitu vyako vyote alivyochukua, atapike kutoka kwenye tumbo lake. Mwamuru katika jina la Yesu, maana inawezekana. Maandiko yanasema kwamba tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakachozuru. Kitabu cha Luka sura ya 10:19 maandiko yameeleza hayo. Katika jina la Yesu lazima mwamuru shetani atapike haki zako na mali zako. Na kitabu cha Mathayo kinaeleza mstari wa sura 27 na ule mstari wa 3 hadi wa 4, maandiko matakatifu yanasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nimekosa nilipoisaliti damu isiyokuwa na hatia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kama vile Yuda alivyoweza kurudisha haki zile za Mafarisayo, japokuwa ilikuwa ni hatari kwa sababu alifanya jambo ambalo si sahihi kwa kumsaliti Yesu, lakini nataka nikwambie kwamba mwamuru shetani arudishe kama vile Yuda alivyoweza kujuta na akarudisha. Shetani ajute kabisa, mteketeze, muumize, mchome kwa jina la Yesu, mvunje kabisa. Usikubali aendelee kumiliki miliki zako, usikubali aendelee kutawala mali zako, usikubali aendelee kutawala maisha yako, usikubali aendelee kutawala watoto wako, usikubali aendelee kutawala mali zako. Maana vyote ni haki yetu, tulipewa na Mungu, tulipewa na Mungu tumiliki, tulipewa na Mungu tutawale. Kwa nini viwe miliki yake na wakati Mungu alisema tumemiliki? Nataka nikwambie katika jina la Yesu, shetani atapike haki zako, shetani atapike haki zako, shetani atapike mali zako, shetani atapike watoto wako, shetani atapike vitu vyote alivyomeza katika nyumba yako, katika maisha yako, kazi aliyomeza, watoto aliyomeza, mashamba aliyomeza, fedha aliyomeza, dhahabu aliyomeza, afya yako aliyomeza, na vitu vyote kwa jina la Yesu tunamwamuru avitapike tangu sasa, avitapike kwa jina la Yesu, avitapike virudi, avirudishe kama vile alivyorudisha Yuda vile fedha, azirudishe kwa jina la Yesu. Arudishe kama vile Yuda alivyorudisha zile fedha, arudishe kwa jina la Yesu mali zetu, arudishe kama alivyorudisha yule, katika jina la Yesu Kristo. Haya tunamwamuru katika jina la Yesu. Kubali Yesu atawale maisha, kubali mamlaka yako ifanye kazi leo. Shetani asiendelee kutawala miliki zako kwa jina la Yesu Kristo. Haya ninakuambia katika jina la Bwana, usikubali shetani aendelee kumiliki mali yako. Bwana Yesu yupo katika jina lake takatifu. Ubarikiwe sana kwa sababu ya ujumbe huu mfupi. Mungu akutie nguvu, lakini cha kufanya na cha msingi, mwamuru shetani atapike haki zako katika jina la Yesu.